Msiniogope, msiwe na hofu juu yangu. Mimi ni mtu mwema. Wewe ni nani? Na unataka nini kutoka kwetu? Ujio wangu nimekuja kumpa kinga na ulizi binti yako na kiumbe kilichokuwa tumboni mwake. Kumpa kinga? Kivipi? Na nani alokutuma? Haupasi kujua. Na utapofika muda sahihi utajua. Ninachokuomba, chukua kitambaa cheusi, mfunge mkono wa kushoto. Na hakikisha asifungue mpaka atapojifungua. Mama, usipokee shilingi. Unamwamini vipi? Hakikisha asifungue hiyo shilingi mpaka atapojifungua. Naondoka. Ila nakuomba fanya maagizo kama nilivyokupa. Usije ukakosea ukamgharimu yeye pamoja na kiumbe kilichokuwa tumboni mwake. Wifi, tusamehe kwa kuja bila taarifa, ila kuna jambo liko sawa kwa binti yangu. Ni jambo gani hilo? Binti yangu tangu amebeba ujauzito amekuwa mtu wa kuona vitu vya ajabu tu na kumpelekea kuwa na wasiwasi sana. Ila kinachonichanganya wifi, kuna watu wanamtokea na kumwambia kwamba yule mtoto aliombeba tumboni kwake ni msaada kwao, kitu ambacho kinanishangaza sana. Mkombozi wao? Ndiyo wifi. Ndiyo shangazi. Hata hivyo wakati tuko njiani tunakuja huku tulikutana na mtu, lakini sio kawaida, na amenipa shilingi nivae. Hii ni ya nini? Mbona ni shilingi ya kawaida tu. Na unaonekana leo hapa ana nia njema na binti yako. Unaonekana kuna jambo anataka kulifanya kwenye familia yako. Unapaswa kuwa makini. Mzee Kipande. Mzee Kipande. Njoo mara moja. Haya nakuja. Imbilini, safari ya wapi jioni hii? Huu mguu ni wa kwako. Baada ya kufika kwako nikaambiwa uko shamba, nikaona nikufuate huku. Maana nina habari mbaya. Habari zipi tena mbaya hizo? Ile shilingi nilikuwa natafuta miaka 25 iliyopita, leo nimeiona. Ina maana ule mzimu wa Ngongo unataka kuja kupingana na sisi? Kama kweli, tuwe makini sana. Tusije tukaja kutugharimu maisha yetu. Tutaweza kupoteza maisha sisi wote. Sawa. Kipande. Ujio wangu nimekuja kuhitaji msaada kutoka kwako.
maana sielewi ni kitu gani kinataka kumkuta binti yangu Sina. Ni msaada upi tena unaohitaji kutoka kwangu? Nilikuwa nahitaji unipeleke kwa mganga. Waganga tena? Mbona mimi nipo tofauti nao waganga? Toka nimezaliwa mpaka kufikia umri huu sijawahi kugusa kwa mganga, na wala mambo ya kishirikina sijawahi kushiriki. Labda tu utafute watu wengine ambao waweze kukufanyia hicho kitu. Maana toka nimezaliwa mimi sijawahi kwenda hata kwa mganga, sijawahi. Labda utafute mtu mwingine. Najua sio rahisi Pande, na huenda ukawa hujawafika kwa mganga, lakini pia ukawa unawajua waganga wazuri na wenye tiba nzuri. Waganga sina mahusiano nao kabisa, na sijawahi hata mara moja kwa kutambua kama kuna waganga wazuri sio wazuri. Yaani kwa mimi haijawahi kutokea. Labda tu niulize mtaani hapa kama kuna watu wanafahamu kwa waganga wazuri, basi nitakupa mrejesho. Kipande, sio lazima wewe unipeleke. Hata ukinielekeza tu mimi nitaenda mwenyewe. Ndio maana nikakwambia nitaulizia watu mtaani hapa ambao natambua waganga wazuri wanapatikana wapi. Kwa sababu hichi kijiji kikubwa, kuna watu wanaweza kutambua hayo mambo, ila mimi kama nilivyokuambia sitambui, lakini nitajitahidi kufanya uchunguzi na kuuliza watu. Wakinielekeza kuhusu mganga mzuri, mimi nitakuelekeza na nitakufahamisha, utaenda kwa ajili ya kutatua matatizo ya huyo binti yako. Basi nitashukuru sana nikipata huo msaada kutoka kwako. Sawa, hamna shida. Sawa, acha mimi nikukimbie. Haya, wasalimie nyumbani. Na maana mzee Chandima, ujifiche uchochole hapo, unasikiza habari zetu zote tunazungumza. Aswa mzee Kipande, kwa maana siwezi nikakuamini kabisa kwa sasa, kwa sababu kwenye hizo kazi zetu ulishawahi kunigeuka mwenzangu. Chandima, mimi na wewe jambo hili ni letu moja. Mimi na ni kitu hichi moja. Ondoa hofu zidi yangu mimi. Siwezi hata siku moja kuacha kufuata maagizo ya kazi zetu. Wasiwasi ondoa. Si umenielewa? Nimekuelewa, lakini wasiwasi ndo akili. Basi ondoa hofu. Sawa. Nakupisha 20, uwe nao makini sana, maana hapa kijijini kwetu hakuna watu wema, bali kuna watu wabaya. Uko sahihi mama, lakini sina mali na 20, na kama ingekuwa sio wakati nakabidhiwa, basi ningetupilia mbali. Uko sahihi binti yangu, kuwa na wasiwasi, lakini itabidi uwe nayo 20, maana hapa kijijini kwetu misiba na vifo vya mama inatisha sana. Na cha kushangaza, changamoto hii ni hapa kijijini kwetu tu na si vijiji vya jirani. Mama, inamaanisha kijijini kwetu kuna mambo ya kishirikina? Sina uhakika binti yangu, ila ndo navyosema. Ina maana hata marehemu baba akufa kwa mipango ya Mungu? Na kwa nini tuseme hapa kijijini na kwa miaka hii ambacho hakina ushirikina? Hata mimi nafikiria hivyo binti yangu, lakini muda ukifika tutahamu, wala usijali.
kakosa huruma, kachukua wembe na pepeo katukata roho. Ni maiti huyo, kakosa huruma, kachukua wembe na pepeo katukata roho. Ni maiti huyo, kakosa huruma, kachukua wembe na pepeo katukata roho. Ni maiti huyo, kakosa huruma, kachukua wembe na pepeo katukata roho. Ni maiti kakosa huruma, kachukua wembe na pepeo katukata roho. Ni maiti huyo, kakosa huruma, kachukua wembe na pepeo katukata roho. Tumefanyika. Tumetoka jasho. Ndio mkuu. Hana huruma. Tulia vijakazi, tulia. Mlimbi. Kosa ulilofanya ni kosa kubwa sana. Tena unastahili adhabu. Adhabu yako unahitajika kuingia kifungoni zaidi ya miezi 3. Sawa shirika? Sawa mkuu. Kwa kosa ulilofanya. Mkuu, Mbilimbi si ana nafasi ya kujitetea? Ndio. Sina. Usishtuke. Mimi ni mtu mwema kwako. Wewe tena, unataka nini kutoka kwangu? Nimekuja kukulinda wewe pamoja na kiumbe ulichobeba tumboni mwako. Kutokana na watu wabaya, washagundua kuwa wewe umebeba shilingi. Kwa hiyo nakuomba kuwa makini sana. Na usije ukaitupa hiyo shilingi. Na usipoitupa utakuja kugharimu maisha yako. Wewe pamoja na mtoto kiumbe ulichobeba tumboni mwako. Mkuu. Ndio. Naomba unisamehe, nimefanya kosa. Na naomba nipunguziwe adhabu. Na ikiwezekana nibadilishiwe mkuu. Adhabu itabadilishiwa na itapungua endapo tu kama utatufatisha masharti yetu. Kwanza kabisa tunahitaji ile shilingi. Ile shilingi ina nguvu sana. Tukiipata katika himaya yetu tutakuwa tuna enjoy. Au mnasemaje shirika? Ndio mkuu. Asante mkuu. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Sawa, ina shida. Mkuu, sisi tuko tayari kumsaidia Mbilimbi kuitafuta hiyo shilingi. Maana hiyo shilingi umetuambia na faida sana kwetu. Ndio ufalme wetu. Tutapambana, tutahakikisha shilingi tunairudisha mikononi kwako. Sawa. Maana na huyo jini Mbilimbi ana uwezo kwenda peke yake, lazima sisi tumsaidie. Wewe mkuu, tuongeze nguvu tukuletee hiyo shilingi hapa. Sawa, haina shida. Basi hiyo ndio ombi letu na sisi. Haina shida. Alafu kingine mkuu, huyu Mbilimbi ndio ana karibu sana na ile familia. Mbilimbi. Kwa ana asilimia kubwa sana ya kutuletea shilingi. Kazi. Huyu sio bibi, huyu Mbilimbi. Sisi tutampa support kubwa. Lakini inabidi yeye ndio awe chanzo na awazugezuge sana wale watu. Sawa. Ili shilingi isogee kwa ukaribu. Haina shida. Na yeyote atakayesubutu kukosea masharti, sio kwa Mbilimbi tu, hapa wote, adhabu ya kifungo cha miezi 3 au 6. Ndio mkuu, tumekuelewa mkuu. Si tumeelewana? Sawa mkuu. Niwaambie kitu kimoja. Shilingi inahitajika hapa. Sawa mkuu. Sawa mkuu. Mimi sina imani na wewe. Na nahisi sio mtu mzuri kwangu. Kwa naomba uondoke. Na usije ukarudi tena hapa. Nafikiri umenielewa. Kwa hiyo shangazi yako Mbilimbi ndio kukujaza huo ujinga? Umemjuaje shangazi yangu? Haipasi kujua. Ila kuwa makini. Na iko kidunga ulichokibeba kisije kupunguza. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kwa heri.
umekuja na mguu mzuri kweli yani. Asante binti yangu, hata mimi naona. Vipi hali yako? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Jambo la kushukuru Mungu. Vipi, mama yako yuko wapi? Kama kawaida yake ameenda shambani. Hakika Betiala mwaka huu ameamua kulima. Sasa binti yangu, mimi nimekuletea supu mwanangu. Ongeza mafuta mwilini, sababu uweze kula visamvu kila siku wakati shangazi yako nipo. Asante shangazi. Shangazi, kuna vitu vinanipa wasiwasi na vinanifanya niogope kabisa. Ni vitu gani hivyo? Yule mwanamke mchawi alinifuata tena usiku na kuniambia kuwa shilingi ndio ulinzi wangu. Cha ajabu na kinachonipa wasiwasi amelitaja jina lako. Mtaja jina langu? Ndio shangazi. Na kitu hicho kimenifanya niamini kuwa sio mtu mzuri kabisa. Binti yangu, unapaswa kuwa makini, maana watu wabaya wapo kila kona. Inaonekana wewe sio mtu mzuri kwako. Kwa mfumo huu, mpango wangu utakuwa nimefanikiwa. Angejua supu niliyomletea ni sumu na sio supu ya kawaida. Ngoja tuone. Mkuu, nimetikia wito wako. Kwa nini umeshindwa kukamilisha kazi niliyokupa? Mkuu, mbona nimefanya kazi yako kwa usahihi? Haukufanya kwa usahihi. Nilikwambia shida yetu ni kile kiumbe kilichopo tumboni kwa yule binti. Na nikakwambia fanya chini juu ili tuokoe mama na mtoto. Sasa tayari binadamu wabaya ameshamfikia. Unafikiri tutashinda vita hii? Mkuu, nisamehe, huo ni uzembe wangu. Sasa inapaswa kutumia nguvu kubwa ili tuokoe kiumbe chetu haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Ila tutafanyaje? Tutamuokoaje Sina? Kwa sababu ushasema watu wabaya washaanza kumfikia. Tumeshachelewa tayari. Sijakupa shilingi ukamfunge Sina. Ile ilikuwa kinga yake yeye pamoja na kiumbe kilichopo tumboni. Sasa shilingi ameitoa, unafikiri anategemea nini? Sasa nenda kamfunge tena shilingi nyingine Sina ili tuokoe kiumbe chetu. Akishajifungua anakufa. Sawa mkuu. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Sawa, nenda. Niambie hivi. Wifi, hebu ondoa pressure. Kila kitu kitakaa sawa tu. Unapaswa kumachia Mungu. Nawezaje kukaa sawa wifi? Wakati ile binti yangu Sina sio nzuri. Sawa, ndio nimwachie Mwenyezi Mungu. Lakini mbona mambo haya yanapenda sana kujirudia katika familia yangu? Wifi, sasa kunaambia kuwa unataka kuamini ushirikina. Usifikie huko wifi yangu. Yote ni mipango na majaribu ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Sasa, acha mimi nikuache niende nikamletee dawa. Sawa wifi. Basi usiende kuchelewa. Sawa. Bimbilimbi, hongera kwa penalti zako za mchongo. Wewe ni nani? Na umejuaje jina langu? Nakujua vizuri sana. Tena labda nikuambie tu. Huo mchezo unaocheza sio kwamba umemaliza. Ndio kwanza bado unaanza tena mbichi. Ila nakuomba kuwa makini kabla hujagharimu maisha yako.
Wewe tena kunidanganya kote huko, umeona itoshi, umeamua kuja kumalizia na binti yangu, si ndio? Siku zote macho yaje hapo hukumu, mfanye mtu ashinde kuona kitu kilichoko mbele yake. Unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha kitu ninachokiona mimi huwezi kukiona wewe. Wanadamu waliokuzunguka sio watu wazuri kwako, ni watu wabaya kwako. Mkuu. Ndio Bilimbi, mtihani wako uliofanya ni mdogo sana, maana haustahili hata kupata pongezi kutoka kwangu. Unajua kwa sababu gani? Shida yetu sisi sio Sina, ni kile kiumbe kilichopo tumboni. Ni wakina nani hao watu wabaya kwangu? Naomba uniambie. Haipaswi kujua kwa sasa, ila nakuomba kuwa makini sana na Sina. Yupo salama, ila hakikisha shilingi aliyomfunga asifungue tena. Yule mchawi alifuata nini hapa? Na alikuwa anakwambia nini mama? Hamna kitu binti yangu. Njoo kwanza ukae hapa pumzika. Wewe unakula sana. Jamani, hebu leta. Kutwa. Sijui umenielewa. Sawa mkuu. Sasa ili twende sawa, ni bora afe mama na mtoto kuliko kubakia vyote.